Hello, this is Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Ya jamani, hatujaonana muda mrefu sana. Ya nilikuwa nina changamoto za kifamilia, kwa hiyo nikawa sipatikani kwa sababu nilisafiri. Ila nimerudi. Ya na kuku wangu hawako kwenye hali nzuri jamani, kiukweli. Kama mnavyowaona wana hali mbaya sana, yani wana hali mbaya sana. Hawatagi, yani ni wanapigana, sijui walikuwa hawapewagi chakula vizuri kwa sababu niliwakuta hata kutaga walikuwa hawatagi kabisa. Leo ndo nimewakuta mayai 4. Imagine, ila walikuwa hawatagi kabisa. Niliyomwachia sijajua shida ilikuwa ni nini, ila nilikuwa kila nikimpigia nikimwambia vipi, ananiambia kila kitu kiko sawa dada, hata usijali, lakini hamna kitu ambacho kilikuwa sawa kiukweli. Yani nimekuta kuku wamedhoofika, yani walikuwa na hali mbaya kiukweli. Ya ila Mungu ni mwaminifu, ni mzima, hicho ndio cha muhimu. Sasa leo nilikuwa nataka ni share na nyie jinsi ya kuwatoa kuku sumu. Unajua hivi vyakula tunavyowapa kuku wetu madawa yana chemical. Kwa hiyo jinsi ya kuwa detoxify, kuwatoa ile sumu ili wawe kwenye hali nzuri. Sasa mimi huwa ninachukua tangawizi pamoja na unga wa mkaa. Yani huwa unatoa sumu zote mwilini na unatibu pia minyoo, unasafisha na tumbo. Yani hiyo ni dawa nzuri sana. Kama tunavyojua unga wa mkaa ni dawa ya matumbo. Inatoa, yani ni kama toxin binder, inaua sumu. Kwa hiyo pia ukiitumia hiyo inasafisha mwili wa kuku, yani kama damu, ini, figo ambalo linaanza kuathirika na sumu hizi za vyakula na madawa. Kwa hiyo unachukua tangawizi size tu, kama una kuku wengi labda wanatumia lita 100 ya maji, unaweza kuchukua tangawizi ya 500 kwa siku moja, na unga wa mkaa kama nusu kilo. Alafu ukawapa kwa siku 5. Yani unawapa asubuhi na jioni, muda wote hayo ndio yanakuwa maji yao. Ya baada ya hapo utaona matokeo mazuri. Hata kama walikuwa hawatagi, wataanza kutaga. Hata kama walikuwa na dalili za coccidiosis, typhoid, nini, magonjwa yote yanayohusika na matumbo, utaanza kuona mabadiliko. Ya ndio hicho tu jamani wapendwa, nilikuwa nataka kushare na nyie. Jamani msisahau kusubscribe, kulike, kucomment, na pia yani tujitahidi jamani, kila baada ya miezi miwili yani kuna huyo kuku anakudonoa wenzake. Yani hapa kwenye hii upande huyu kuna huyo kuku, yani ninamtafuta, sijui ni anadonoa, sijui wanarukiana, ni hata sielewi. At least kila baada ya miezi 3 uwe unatumia hiyo njia kutoa sumu, kwa sababu haya madawa, vyakula hivi tunavyowapa pia vina chemical jamani. Kwa hiyo at least tuwe tunawasafisha mwili kuku wetu, ili mradi turahisishe swala lao la afya liwe zuri. Ya ndio hilo tu wapendwa kwa leo. Nawapenda sana, and Mungu awabariki katika ufugaji wenu. Bye bye.